Mtu wa Mungu Yakutumba. Yakutumba nipo. Mwakilembe. Nani Mpoki? Yakutumba yupo. Okay. Yakutumba yupo na anaitwa William Amuri Yakutumba. Huyu ndio mtu pekee ambaye anaogopa sana na Paul Kagame. Anaogopa sana na Joseph Kabila. Joseph Kabila anamuona kwenye picha, hatojawahi kumuona hivi live. Hata William Amuri Yakutumba ndio anayeaminika kwa asilimia kubwa na serikali ya Kongo. Yaani serikali ya Kongo hii, mtu ambaye inamwamini, ambaye ndio kimbilio la mwisho. Yaani Kongomani kimbilio lao la mwisho kabisa. Mtu yaani wao la mwisho ni yule anaitwa William Amuri basi Yakutumba. Ndio kiongozi wa kundi ya vijana ambao sio wanajeshi. Ni vijana wa kujitolea ambao wameamua kuipigania nchi yao wenyewe. Pasipo kujali uhai wao, familia zao. Yaani wameamua kujitolea kabisa kwamba sisi hapa kufa na kupona tunaipigania Kongo yetu. Na mwalimu, nikwambie tu wazi kwamba tunapozungumza kuhusu Kongo, tunapozungumza kuhusu Kongo tunazungumzia Kongo Mashariki. Yaani unapozungumzia kuhusu Afrika yote hii, kitovu cha Afrika hii Mwakilembe ni pale Kongo Mashariki. Hiyo Bukavu, hiyo Kivu Kusini, hiyo Kivu Kaskazini, hiyo eneo lote hilo. Unapozungumzia kitovu cha Afrika ni hapo. Nazungumzia kitovu cha rasilimali, madini yaliko. Yaani madini yaliko. Yaani unapozungumzia kwamba Afrika ni tajiri. Unapozungumzia kwamba Afrika ni tajiri, hauwezi kuacha hicho kipande cha Kongo Mashariki. Sasa huyu Yakutumba ndio mtu pekee ambaye mpaka sasa anaipigania Kongo. Achana na wanajeshi hawa wa Kongo. Hao wameshaharibika akili. Vitu vijakaa sawa, ruhusa. Yaani wewe mtu anapewa shilingi 50,000 Mwakilembe za Tanzania. Anaisaliti nchi yake. Jeshi la Kongo anapewa shilingi 50,000, shilingi 30,000 za Kitanzania. Anaisaliti nchi yake kwa shilingi 50,000 Mwakilembe. Sasa huyu Yakutumba amewaambia kwamba waondoke. Yaani kama hauko tayari kupigania Kongo, kama hauko tayari kupigania Kongo, amewaambia waondoke wanajeshi wote. Lakini Mwakilembe, ndiko ambako Felix Tshisekedi mwenyewe ameshatoa pesa za kutosha, ametuma chakula cha kutosha, ametuma wanajeshi pia watiifu wa kutosha kwenda kuungana na William Amuri Yakutumba, kiongozi ambaye anaongoza kundi hili la kizalendo ama maarufu kama wazalendo, lakini hapo awali walifahamika kama Maimai, ambao wamesema kwamba wao hawatakaa siku moja wakubali Kongo Mashariki iwe chini ya M23. Vibaka kutoka Rwanda, vibaka kutoka Uganda hawako tayari na siku moja kuona nchi inakuwa chini ya vibaka. Mwalimu na Mungu. Naam. Yako makabila pale matatu. Yako makabila matatu pale Kongo Mashariki, ambao makabila haya ndio wanaishikilia Kongo. Na huko ndiko ambako alikotoka Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba yeye kwao kabisa asili yake ni Kongo Mashariki. Okay. Asili kabisa ni Mbembe. Ni Mbembe na Mbembe wameshikilia hiyo Kongo. Mwalimu, unakumbuka pale Dar es Salaam kuna sanamu la yule askari yule? Unafahamu historia yake? Kidogo. Lakini sasa kidogo, ndio. Ngoja kwanza kabla hatujaenda kwenye hiyo historia kwanza. Samahani bwana. Ushaanza kuflow sana ndugu yangu. Hebu ngoja kwanza nikurudishe hapa. Ndio. Huyo General Yakutumba, si ni general si ni nani? Nasikia amewapa kichapo cha hatari hawa M23 kwa mauaji wanayoyafanya huko Kongo. Sasa hili likoje? Maana tuliona pia mkutano wa Corneille Nangaa, na wenyewe pia vile bomu lilipigwa hapo ambalo limeondoka na maisha ya watu kadhaa. Sasa tulitaka kupata ufafanuzi kidogo kabla hatujaenda kwenye sanamu. Katika milima ya Fizi kulikuwa na songo mbingo kidogo, ambapo jeshi la Kongo lishakimbia katika milima ya Fizi. Na baadhi ya wapiganaji ama Wanyamulenge hawa ambao walikuwa wamechomeka huko Fizi ili kuweza kuandaa mazingira ya kuwapokea wenzao ambao ni M23,
lakini wamekula kichapo cha kutosha, wamekimbia. Yani hao Wanyamulenge wamekimbia pamoja na wanajeshi ambao walikuwa wanajeshi wa Kongo ambao waliungana na hao Wanyamulenge pia wamekimbia. Wametelekeza moja ya hazina kubwa sana ya silaha ambayo ilikuwa imefichwa chini ya ardhi kwenye milima ya Fizi. Ni Mwakilembe, jeshi la Kongo hili, majeshi haya ndio tunategemea sisi kwa ajili ya kulinda mipaka, kulinda nchi. Lakini jeshi la Kongo lilikuwa limechimba mashimo na kuhifadhi silaha za kisasa katika milima ya Fizi. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba M23 ama Wanyamulenge wanapoingia katika maeneo ya Fizi wapate silaha moja kwa moja kutoka jeshi la Kongo. Jeshi la Kongo limechukua silaha za Kongo na kuficha kwa ajili ya kuwakabidhi Wanyamulenge ama kuwakabidhi M23, lakini imeshindikana mwalimu. Mwisho wa siku ni kichapo kimetembea, kichapo cha mbwa koko, wamepigwa wamekimbia. Ndio ile kabadilika kwamba kumbe jeshi la Kongo sio tu kwamba zinajiunga na M23, lakini pia wameficha silaha za kutosha kwa ajili ya kukabidhi M23 kwa sababu tumepewa shilingi 50,000. Kwa mwalimu ni kweli kichapo hicho kama ulivyosikia kimetembea, na mpaka sasa hivi wanahangaika wa M23, hawajui wapitie wapi. Bado hali ni ngumu kwao. Na kumbuka huyu General Yakutumba William Amuri amesema kwamba mpaka Ijumaa ijayo watakuwa wameweza kukomboa vijiji na miji michache kuelekea Goma. Wamesema kwamba wao watapambana mwanzo mwisho mpaka wahakikishe hakuna Mnyarwanda, hakuna M23, hakuna mjinga, hamna mtu yote ambaye yuko pale Goma. Wamesema lazima waikomboe Kongo mpaka Ijumaa ijayo. Ndivyo alivyozungumza William huyu Amuri Yakutumba. Lakini mwalimu, jambo lingine ambalo kidogo la kushangaza kidogo na ni tukio ambalo limefanyika jana hapo Bukavu, ambapo Bukavu ni sehemu kubwa sana, ni sehemu kubwa ina watu wengi sana, lakini ifahamike tu kwamba huyu nani huyu anaitwa General Colonel Nangaa alifanya kikao hapo Bukavu na maelfu ya watu waliambiwa waende. Usipoenda unakula bakora za kutosha, unakula pingo za kutosha usipoenda. Kwa watu waliambiwa waende moja kwa moja wakahudhuria kwenda kumsikiliza kiongozi huyu kibaraka, kiongozi bandia ambaye ameasi serikali yake. Namzungumzia Colonel Nangaa ambaye wiki iliyopita tulishazungumza kwamba hana uhusiano mzuri sana na ndugu yake na Paul Kagame ambaye ndio bosi wao mkubwa. Na huyu yeye ni kiongozi wa kisiasa kuja kuwadaa watu kwamba tunawakomboa, msijali, wakati yeye tayari huyu ni muasi, anatakiwa kuuawa. Sasa kwenye mkutano Mwakilembe, taarifa kabla ya mkutano zilisambaa sana kwamba watu wote wa Bukavu wasije wakathubutu kwenda kwenye mkutano, kwa sababu mtu yoyote atakayekanyaga kwenye mkutano, mtu huyu anachukuliwa kama nani? Kama ni muasi na yeye. Mtu yoyote atakayeenda kwenye mkutano, atakayehudhuria kikao ama hafla ama mkutano wowote ule chini ya Colonel Nangaa ambaye ni muasi huyu kwa serikali ya Kongo, mtu huyo atachukuliwa kama nani? Ni M23 ambaye anatakiwa kuuawa. Sasa jana kidogo wamuue Nangaa. Aliyekuwa anatafutwa alikuwa ni Nangaa. Ndio anatafutwa. Pale mabomu mawili yamelipuliwa pale na risasi zimesikika pia. Taarifa zilizo Mwakilembe ni kwamba watu karibia 12 wameuawa. Lakini naomba taarifa ambazo zipo kabisa ni watu 69 wameuawa kwenye eneo. Watu 69 wameuawa katika lile eneo. Na taarifa ambazo zipo na wengine wengi ni majeruhi. Video zipo Mwakilembe kwenye grupu kama uliona, picha zipo za kutosha, na waliohusika mkubwa nani? Ni wazalendo. Wamesema wazi jina tumehusika, tumeshatoa onyo, watu wasihudhurie, wasiende mahali popote, wasiwaunge mkono M23. Kwa hiyo watu wakawa wamekaidi. Ndio hicho ndio kimetokea na dunia nzima imeshangaa. Lakini kifupi ni kwamba huyu Colonel Nangaa amesema kwamba yeye kama yeye anamnyoshia kidole moja kwa moja
moja kwa moja Felix Tshisekedi kwamba yeye ndio mahusika na mauaji ya watu pale Bukavu. Lakini mwalimu, wewe ni kibaraka, wewe ni muasi, wewe unashirikiana na adui na Paul Kagame, unapata wapi uhalali? Uhalali hiyo na rais mmoja tu ambaye tunamfahamu au mnamkubali au mumkubali, lakini yeye ndio amechagua kidemokrasia. Tunamzungumzia Felix Tshisekedi, rais mmoja tu. Sawa, huyo muasi anapata wapi uhalali wa kufanya mikutano katika nchi ambayo yeye sio rais, isipokuwa ni muasi? Kama hayo, mwisho wa siku lazima utahatarisha vifo vya watu wasiokuwa na hatia. Kwa sababu jeshi la Kongo limesema Nangani muasi. Felix amesema Nangani muasi anatakiwa kuuawa. Wazalendo, Nangani muasi anatakiwa kuuawa. Umoja wa Kimataifa, Nangani muasi. Mahakama za ICC, sawa, Umoja wa Ulaya, Nangani muasi. Na yule ambaye anamfadhili Nanga ameshawekwa vikwazo na vile Paul Kagame. Uingereza umeweka vikwazo Paul Kagame. Ubelgiji umeweka Paul Kagame. Marekani umeweka Paul Kagame. Unapata wapi halali wa kufanya mikutano kwenye nchi ambayo wewe haupo kabisa, hujawahi kuchaguliwa, yaani umeasi? Kwa Afrika baraka ni wengi sana. Na safari ni ndefu kwa sababu Afrika baraka ni wengi sana. Na mwalimu, jambo la mwisho ni kwamba baada ya hawa M23 kushindwa kupenya kushindwa kuongeza miji mingine, sababu wazalendo wamechukua nafasi, ni wengi sana, hapo 15. Wengi mno 15. Na jana hiyo wakatangaza kama ifikapo saa 3 usiku basi wananchi wote waingie ndani, kwa sababu General William Amuri Yakutumba anakwenda kufanya operation. Wamesema hivi, popote M23 walipo, wazalendo pia wapo. Popote ndani ya Kongo Mashariki, popote walipo M23 vibaka hao Kagame, fahamu ya kwamba wazalendo pia wapo. Kwa wananchi wameambiwa ikifika usiku wote wawe ndani. Kwa maana bado huko ni mpekeche, bado mambo ni mukide, bado mambo ni ya moto. Mimi mwalimu na Mungu nisema hivi, wapige 0762155025, 0762155025, wapate kitabu cha laana na madaraka, pesa na damu. Ni shilingi 40,000 tu pamoja na usafiri. Wakiombe wakisha kutoka wa Marekani wanakuua. Wanasema when the mission is over, a dog must die. When the mission is over, a dog must die.